Haya, kama alivyosema mwanafunzi wangu, nilimfundisha kidato cha pili history, Anko Moshi. Mimi ni mwalimu kitaaluma, ni mwana saikolojia pia, lakini ni mtaalamu wa masuala ya ndoa na mahusiano. Ni mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali linajulikana kama Chesu Ibo Foundation. Kwa sababu ya uelimishaji wangu kuhusiana na masuala ya ndoa na mahusiano, basi nimepewa jina, naitwa kungwi wa kizungu. Nafundisha masuala ya ndoa na mahusiano. Wengi wenu mnanifahamu hapa. Mahusiano na ndoa ni kitu kinafuata, au kitu ambacho tunacho, au kitu ambacho kila mwanadamu anakihitaji. Jamani, tunaambiwa mapenzi ni udhaifu wa kila mwanadamu. Uongo kweli? Uongo kweli? Na pia kupitia mapenzi ndio sisi sote tumepatikana. Lakini baada ya kupatikana, wale tunaowapata tunatakiwa tuwalee tukiwa pamoja na wenza wetu. Usikubali kuvunja mahusiano yako, usikubali kuvunja ndoa yako. Ila mwanamke, fahamu nafasi yako. Mwanamke ni msaidizi, mwanaume ni kiongozi. Jamani, tupo hatupo? Mwanamume hakuzaliwa kwa ajili ya mwanamke, isipokuwa mwanamke amezaliwa kwa ajili ya nani? Kwa hiyo acha ubabe. Wanawake tukishapata pesa tunakuwa na ubabe. Uongo kweli? Mwanamke shuka, mwanamke nyenyekea, mwanamke heshimu, mwanamke tii, ili ukamate moyo wa mwenza wako. Uwezi kukamata moyo wa mwanaume kama humheshimu, kama humtii, kama humwamini yeye kama kiongozi katika maisha yako. Unaishi na mtu humwamini kama anakuongoza? Mwanaume ni dereva makini kwenye maisha ya nani? Ya mwanamke. Unapotafuta pesa, hakikisha mahusiano yako ni mazuri, ndoa yako iko imara, akili yako itatulia. Mwanaume anakupa utulivu wa mwili na anakupa utulivu wa akili. Ukihitaji kupewa elimu kuhusiana na masuala ya mahusiano na ndoa, una binti anataka kuolewa, wewe mwenyewe ndoa yako inayumba, basi utanitafuta. Napatikana Maji Matitu, Charambe. Namba yangu ya simu 0686254666. Tuko sawa wanawake? Uchumi uko imara, tumewekeza. Je, jiulize, mahusiano yako imara? Huyo mwenza mnakwenda kulala wakati mmoja, au unaendelea kusugua sufuria mpaka saa 7 mwanzo ametangulia kulala? Asanteni.